Naam, karibu tena mtazamaji. Shukrani sana kwa kuendelea kuwa nasi. Wakili, labda nianze na hilo swali. Anasema alipiga ripoti miaka 3 iliyopita hadi sasa hajapata usaidizi. Mtu kama huyo anastahili kufanya nini? Nimesema kuna njia mbili, aidha aende polisi na tutakuja kumuita Inspector General wa polisi na DPP hapa kwenye kipindi hiki, tuwaulize Wakenya wanalalamika, wanapoteza fedha zao. Kwa nini polisi wasiingilie? Okay, kazi yao ni mingi na polisi mpaka saizi wanaona kwamba shilingi 3,000, shilingi 200, shilingi 10,000 za raia, hizo sio fedha za kufuatilia. Lakini ikiwa ule jamaa atanipa akupe namba, basi nitajaribu kufuatilia nione vile. Pili, anaweza kwenda kwenye ile small claims court aweze kupata haki yake. Ule jamaa atakamatwa na atafungwa kifungo cha civil jail. Kabla sijaenda mbali, kuna jamaa hapa Zubeda mwenye kamera hapa. Huyu jamaa aitwa Dominic huyu. Huyu jamaa ananiangazia kamera kwa macho vizuri, lakini ana swali. Ananiuliza, watu wanampigia simu kutoka prison, kule Kamiti, kule Shimo la Tewa, walagai. Inakuwaje watu wengi wakifuatilia zile fedha walizodanganywa zinapatikana ni walagai, ni wakora waliomo kwenye prison? Sheria iko kwamba itafuatiliwa hata kama zile fedha zimeenda kwenye prison. Tutafuatilia, polisi watafuatilia. Kuna ile BTS station, polisi watajua zile fedha zimeenda kwa nani na ile namba ya simu imeandikwa kwa nani. Kwa hivyo hata kama ni maabusu wale tunasema wamenyongwa, wamefungwa maisha, pia lazima zile fedha zirudishwe na hawawezi kubaliwa kuwalagai raia. Hilo ni swali la Dominic ambaye ni cameraman katika KTN Studios. Aya, asante sana. Mimi kuna mama alinitumia 14K kimakosa, nikampa muda wa kureverse. Sikuona haja ya kumpora mtu. Isaiah K akiwa Kakamega. Wewe ni mtu mzuri sana. Tunahitaji Wakenya kama wewe. Mwingine anasema kisha mwisho na kama nilitumia mtu na nimejaribu kurudisha, nitafanyaje? Ukweli. Aaron Narok. Asante sana. Natumai umepata jibu kwa kile ambacho wakili ametuelimisha kufikia sasa. Mwingine anasema kwa nini Safaricom hawawezi subiri mtu huyo mwenyewe, nimetumia pesa vibaya, akiweka zake zichukuliwe nilipwe. Ni Musembi akiwa Enterprise. Kampuni husika inaweza kukulipa pia. Wangoje huyo mwenye amekataa kurudisha pesa zangu, akiweka M-Pesa hivyo tu zikatwe. Ni halali kisheria. Itabidi mswada uende bunge, sababu hilo swali Zubeda ni swali mwafaka. Nani mwenye kuchukua mzigo? Ni kampuni ya Safaricom ama ni yule ambaye amechukua zile fedha? Mbona wasiwe na insurance ya kurudishia wale watu ambao wameporwa, kisha wao wakatafuta ule mteja wao aliyeiba? Nafikiri tutakuja kwenda kotini na kushtaki Safaricom, sababu wewe pesa zako ulimwengu mzima umesave 10,000 kwa miaka 10. Unazituma kwa mtoto wako aende kulipa karo, zinapotea. Sasa mbona kampuni isiweze kukulipia? Isiweke insurance ili, sababu ule aliyeziba zile fedha zako ni customer wa Safaricom. Mbona wewe ufilisiki? Nafikiri hilo Zubeda ni swala ambalo nafikiri tutakuja kwenda kotini na kujaribu kushtaki kampuni, tuone kama itaweza kugharamia hasara kama hizo. Naam, labda tuangazie swali lingine kabla hatujavuka kwa mada nyingine, kwa sababu naona muda ni mchache uliosalia. Esther kutoka Githurai 45, nina swali Zubeda. Mtu akikutumia pesa kimakosa kisha arudi akutukane ili umrejeshe au akuthreaten, utafanyaje? Na ilikuwa umrejeshe hela yake kisha mwishowe akuambie utume na anakuthreaten, anakutusi, unastahili kufanya nini? Nijibu hilo swali, lakini Zubeda kidogo tu kabla hatujamaliza hiyo mada ya kutuma fedha, nimepeana ilani onyo kubwa. Walagai mara nyingi watakuambia uwapatie bank account yako, wachukue fedha waweke kwa akaunti zako, alafu wakuambie kwamba wewe nenda uka withdraw zile fedha
Wewe ukienda ku withdraw zile fedha pengine ni za wizi, unakamatwa. Kwa hivyo ukipeana akaunti yako ya benki, pesa ziwekwe pale, upeane akaunti yako ya M-Pesa, fedha ziwekwe pale ambazo ni za wizi, basi wewe utakamatwa. M-Pesa yako ni banki yako, akaunti yako ya benki ni yako. Twende kwenye swali Zubeda umeuliza. Je, mtu kutusi kwa kutumia simu, mtu kupeana vitisho kwa kutumia simu, mtu kutuma picha ambayo ni picha ile watu wako uchi, mtu kutuma picha ya askari wa jeshi wa Kenya wameuawa, unatuma zile picha ambazo hazitakikani, wewe kutuma ujumbe wa kimapenzi kwa mtu ambaye si bibi yako, si mpenzi wako, ule ujumbe wa kufanya mtu akaudhika, sheria yasema nini? Sheria inasema kwamba usiwahi kutukana mtu kwa kutumia simu yako. Usiwahi peana kitisho kwa mtu kwa kutumia simu yako. Ile simu yako ukipeana mtu, wengi wa watu naona wanafika kotini, yeye alikuwa kwenye gari, mtu anakudanganya, simu yako imezimika, mimi nisaidie yako, nitumie bibi yangu ujumbe ama nitumie jamaa ujumbe. Basi ile simu yako itakapotumika, wewe mwenyewe ndio utakayeshtakiwa. Ulete, kama unasema ulipeana Omari simu, lazima utamleta. Kama humjui, basi ujumbe ulitoka kwa simu yako. Kutumia simu vibaya kwa kutukanana, kutoa tisho, kwa kutuma zile picha za jeshi, kwa kutuma picha ambazo ni zile pornographic movies, ni hatia na watu wengi wamefungwa. Usikuje kusema Omari ama Zubeda, sisi kama walimu wako wa leo hatujakwambia. Ni kosa kutumia simu yako kwa njia zozote zile ambazo ile simu haikutengenezwa kutumiwa, kwa sababu wenye kutengeneza simu walikutengenezea chombo cha mawasiliano safi. Mwalimu, naona tumesalia na dakika kama 7. Tuingie katika hiyo mada ya pili au tukamilishe mada ambayo tunaijadili leo, tuangazie hiyo ya sheria za barabarani baadaye? Unaona muda uliosalia unatosha? Tuangazie mambo ya sheria na kukamatwa na mishipi nini, mambo ya trafiki baadaye. Tuangazie leo. Kwangu mimi naona kwamba Wakenya wana maswali mengi kuhusiana na simu, hasa upande huu wa pili tumeingilia utumiaji mbaya wa simu. Kwa sababu mara nyingi unatumiwa ujumbe, mtu anakutishia, anakuambia atakufanyia hivi na hivi. Mara nyingi huwa kawaida yetu ni kupuuza. Mimi mara nyingi nikipokea jumbe kama hizo nafuta tu. Ama mtu anakuambia utapokea sijui nini, usipofanya hivi, usipotuma sadaka sijui nini nitakufanyikia. Kwa hivyo sasa mtu kama huyo utamfuatiliaje? Ikiwa ujumbe ule haukufurahishi, unakwenda kwenye polisi, utashtaki, watachukua simu yako, wataichukua kwenye forensic lab, watachukua ile messages, watatafuta yule jamaa, atakamatwa na kushtakiwa. Wengi katika ile soko la mapenzi, iwapo mama mmoja ama bibi na msichana wanang'ang'ania mwanaume, ule unapata ujumbe katika ile simu, wewe unachukua ile simu yako, unamtukana, unamwambia achana na bwanako, utamchinja, utamnyonga, ukimpata utampiga risasi, ama ujumbe wowote ule ambao hautakikani. Ni hatia. Ule ujumbe, kumbuka, hata kama ni ujumbe kwa bibi yako, hata kama ni ujumbe kwa bwanako, ukimtisha bibi yako, umtishe mpenzi wako, umtishe mtoto wako, umtukane mtoto wako, umdunishe mtu. Kwa mfano, uandike ujumbe kwamba Omari, wewe unajifanya wewe ni wakili shupavu, wewe ni bure, takataka, ovyo wewe. Basi umemdunisha na kuleta hadhi ya ule wakili kiwango ambacho haitakikani. Kuna hizi meme hizi watu wanazituma Zubeda, hizi makatuni zile watu wanachekelea,
zingine ni za wanyama, zina kejeli, zina fedhehi mtu. Kama ule mtu hamko mchezo na yeye, akienda na zile meme zako ambazo umemtumia na akasema kwamba ni za kumkejeli, kumfedhei, kumfanya kasirike, basi utakamatwa na utashtakiwa. Wengi wa watu ambao wameshtakiwa kule kotini pia ni watu ambao simu zao wafanyikazi wao, wale house girl, wamezichukua wakatuma ujumbe. Wewe umeachilia simu yako pale, hujui nani yako pale. Wengine ako kwenye bar, anaacha simu yake pale, mtu anaandika ujumbe kumtukana ama kumthreaten ule jamaa fulani. Simu yako ndio maana inaitwa mobile, lazima utembee nayo. Ikitumika vibaya, basi wewe utakamatwa. Simu zingine, watu wengi wananunua zile simu za wizi. Zubeda, ile simu, ambia Wakenya wasikize, ina serial number. Wewe unakwenda unanunua simu vichochoro. Ile simu mwenyewe alinyanganywa akauawa. Wewe utakapopatikana, basi utashtakiwa na kosa la mauaji, sababu wewe ndio ulipatikana na ile simu. 3, kuna kosa la handling stolen property. Simu ambayo iliibiwa, ukipatikana nayo, wewe unasema kwamba mtu nilinunua hata simjui, utashtakiwa kwa kosa la handling stolen property. Kwa hivyo kidude hiki na waonyesha hiki, kitumieni vizuri, sababu sheria sasa imewekwa pale. Wizi, cybercrime, siku hizi ni simu. Matusi ni simu. Wizi mwingi ni simu. Kwa hivyo ni kidude ambacho kinatusaidia kufanya kazi, na ni kidude ambacho kimeleta shida. Pia katika maisha ya mapenzi na ndoa, nyinyi mnajua, unapoingia na kuangalia ile simu, mara nyingi unapata ujumbe umbao kidogo unakutatanisha. Wewe mwenyewe ndio utajiamulia kama ni njia nzuri kuangalia simu za mpenzi wako, ni njia nzuri kutoangalia zile simu za mpenzi wako. Sababu Zubeda, mimi kama wakili wa kutenganisha watu katika family division, mapenzi mengi, ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu ya simu. Haya, asante sana. Moja anasema ni Murari Peter Official. Unaweza tumiwa pesa kimakosa na uko nafuliza nani anafaa kudaiwa, ni mimi au ni mwenye line ama ni Safaricom? Nadhani umepata ujumbe huu ama jibu hilo katika maelezo ambayo tumepewa muda mfupi uliopita. Insane Pitches Karaoke kutoka Mombasa. Zubeda nadhani Dunstan anaendeleza kitu inaitwa easier said than done. Tunajua Wakenya tukiokota kitu kwa barabara, wengine hususan wakipata ni pesa, huwa hazirudi. Zile ambazo huwa zaenda kuripotiwa polisi ni ID zimepotea. Agosa Meshak from Likoni Mombasa, na kama ametupa SIM card na hapatikani kabisa, naweza shtaki kampuni ya mawasiliano kama laini haikuwa registered. Haya, tutakuwa tukijibu maswali zaidi wakati mwingine. Namuona Mary Atuoli tayari na taarifa za KTN. Leo hatuwezi kuendelea. Asante sana kwa mwalimu wetu kwa kutuazima muda wake kila siku ya Jumanne kutuelimisha kuhusu sheria katika makala ya Elewa Sheria, na tunatumai umeelimika. Mtazamaji, ni Zubeida Kome, tukutane kesho Mungu akitujalia. Usiku mwema.